Tunasifiwe mpenzi mtazamaji, salamu za Kalvari katika jina la Yesu Kristo. Mimi hapa ni mzima tu, nawe ninaamini kwamba umzima wa afya. Na maybe mahali pale ambapo unanipata ukiwa unasema kwamba pastor, mimi ninaumwa, mimi ninapitia haya, ninawapata tu ama ninawatazama nikiwa katika maeneo ya hospitali. Ukiwa katika hiyo hali, Mwenyezi Mungu yuakuona. Maybe unatazama, unasema kwamba mimi pastor, usiku yote sikulala, sina amani, ninalia, ninapitia mangumu. Mwenyezi Mungu yakufikiria mema, Mwenyezi Mungu yuakupenda katika hiyo hali, Mwenyezi Mungu yuakushughulikia tu. Usije ukaona kwamba ni kama amekuacha. Hapana, yuko pamoja nawe, anaandamana pamoja nawe. Neno la Mwenyezi Mungu hutuambia kwamba hakika kilio kinaweza kuwa usiku mzima, lakini furaha ikabisha mlango wako asubuhi. Hivyo basi ni kwamba, na hilo ndilo ninaamini kwako, furaha, na pia ni maombi yangu, furaha ibishe mlango wako asubuhi ya leo. Na mahali pale ambapo ulikuwa maybe unaumia, Mwenyezi Mungu akaweze kukubariki na faraja yake. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuzidi kunyunyuziwa baraka pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo anaenda kutuletea, sio mwingine mbali ni Pastor Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi wa Munyu Pastorate Machakos Sub-Headquarter. Karibu. Wapenzi watazamaji wa Undugu TV, naomba tena kwa siku ya tatu kuwasalimia katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ningependa kuwakaribisha kwa mahubiri ya siku ya leo. Ni mahubiri ambayo ni ya kututia moyo, na ni mahubiri ambayo yanaweza kutuinua. Kwa hivyo ni majaliwa yangu utaweza kutazama pamoja na kusikiliza. Tukisoma katika kitabu cha Isaya, nabii Isaya, sura ni ya 9 mstari ni wa 6, na maandiko yanasema hivi: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Tuombe ni kwa ajili ya neno. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tunapoenda kusemezana neno lako, tunaomba Roho wako Mtakatifu aweze kutufunza. Manake kuna wengi mfalme wamefinyiliwa pale, na ni nani anaweza kuwainua? Na ni nani anaweza tu kuwatoa penye wako? Ni wewe Jehova Mungu. Basi ukanisaidie na msaidie mtazamaji mpendwa. Endapo tutamaliza pamoja, tutakushukuru katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tunaomba. Amen. Tutaenda kuangalia unabii wa mfalme wa amani kwa wakati huu, na tunapoangalia unabii, nabii Isaya yafunua mengi sana, aliyanena mengi sana kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na alikuwa anatumwa na Mungu, na alitumwa na Mungu ndiposa wale watu waweze kuitikia na waamini. Manake walikuwa wamefika mwisho na mazito yenye yalikuwa yamewapata. Kwa hivyo kwa wakati huu tunapoangalia maono ama ujumbe wake Isaya ambaye ametumwa na Mungu,
tutaenda kuangalia kama vile tumesoma katika mstari wa 6, ukituambia ya kwamba kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kweli, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Ni kweli, ilikuwa Agano la Kale, na Isaya akatabiri kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Ni akina nani hao walikuwa wakisemekana ni kwa ajili yao? Ndio, wana wa Israeli, na hili kabila ya Yuda, na hata watu wale wengine wale walikuweko. Maana yake Yesu alizaliwa kwa ajili ya wote. Na kwa hivyo amezaliwa akiwa na majina kadha wa kadha. Lakini jambo kubwa ambaye amezaliwa ni wa amani. Mwenye ataleta amani katika dunia hii. Tangia mwanzo, mtu wa kwanza Adamu na Hawa, tangia kwa wale watu 8 ambao ni Nuhu na uzao wake, pia manake walipoanza baada ya gharika, hata walianza tena wakaingia katika dhambi. Kweli Mungu wetu, tuwie radhi, sisi ni wanadamu wachofu na wanyonge wa mioyo. Utusaidie. Na tukumbuke ya kwamba amezaliwa mtoto wa amani kwa ajili yetu. Huko mahali pale na hauna amani moyoni, hauna amani katika mafikira yako, hauna amani kwa nyumba yako, hauna amani kazini mwako, hauna amani mahali kwingi na kwingi sana, tazama ametabiriwa ya kwamba amezaliwa wa kuleta amani. Pokea hii amani katika jina la Yesu Kristo, na ukiitikia na ukubali, Yesu ataleta amani penye ambapo hapana amani. Kwa hivyo akaja na majina mengi huyu mfalme wa amani, ya kwamba jambo la kwanza tukaambiwa huyu mwenye amani ambaye ataleta amani moyoni, rohoni na hata mwilini. Endapo wewe ni mgonjwa, Yesu ni mponyaji, ukubali na uitikie, hataweza kukuponya. Lakini ujue njia ya kupona, atakupa ushauri, utapitia njia gani, utasoma maandiko, utaomba ama utafanya nini. Yeye mshauri wa amani, ukubali akushauri pia, na ukikubali pia nao utakuwa mshauri kwa wengine, na bila shaka hautawapotosha, lakini wataweza kuonekana kana kwamba wao wamekuwa wazima na wameinuka tena na wameamka tena. Nikisema tena, Biblia imetuambia ya kwamba yeye ni mwenye nguvu. Wewe ambaye hauna nguvu, kama vile wana wa Yuda, kama vile wana wa Israeli, wakati wao hawakuwa na nguvu, walikuwa wamefanya mambo mengi sana, nguvu zao za kiroho zikawaishia, hata pia za kimwili zikawaishia. Huko pale ndugu mpendwa, na hauna nguvu, pokea nguvu katika jina la Yesu Kristo. Yesu wa amani hakika anapeana nguvu, na tujue ya kwamba yeye ni Baba wa milele na milele. Kwa hivyo nguvu asifimwi, na hakika amani sio ya wakati ambao umehesabika. Biblia inasema ni ya milele na milele. Wea juu, sichukue hayo maneno na umkubali huyu Yesu ambaye alitabiriwa, na haya yote yatatimia kwako na yatatendeka. Bwana Yesu alibariki neno lake. Amina. Asante Yesu Kristo. Manake imetabiriwa na unabii tumepata kusoma ya kwamba ni hakika amezaliwa kwa ajili yetu. Yesu Kristo uliyezaliwa kwa ajili yetu. Tuko mahali hapa. Ni nani ambaye ataweza pia kutuona?
ni wewe Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Shuka na umshukie mtazamaji. Shuka na ushuke kwa ajili ya mahitaji yake. Ingililia rohoni mwake na katika mafikira na mambo yake yote, naye akabidhi mikononi mwako. Hakiwa mahali aliko, hasikie ya kwamba amekutana na aliyezaliwa kwa ajili yake ili aweze kupata pumziko. Asante Yesu Kristo, mwana wa Mungu, maanake utatenda kama Mungu wa amani. Amani na iwe juu yetu, na iwe kwetu, na iwe katika nchi yetu. Naomba yote nikiamini umesikia na utatutendea. Katika jina la Yesu Kristo twaomba. Amen. See you next time. Yesu Kristo ni zawadi ya Mungu kwa ulimwengu. Maana neno la Mwenyezi Mungu likatuambia kwamba kwa sababu yetu, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Si adhabu, si anjali, ni zawadi ya neema na upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Yaani Yesu kuzaliwa kwetu kwa sababu yetu ilikuwa ni zawadi. Yaani ni zawadi Mwenyezi Mungu ameweza kutuzawadia kwa sababu ya neema. Maana Mwenyezi Mungu akatupenda sisi wote tukaweza na kukosea kupitia kwa wazazi wetu wa mwanzo ama wa kwanza. Kupitia kwao dhambi ikaweza kuingia katika ulimwengu, na kutoka pale tukawa sasa katikati yetu na Mwenyezi Mungu, yani hatukaribiani. Mwenyezi Mungu akatafuta ni kipi ambacho kitaweza tena yani kunifanya nikaweza na kukaribiana na wale watu ambao niliweza na kuwaomba. Akaweza na kuona kwamba ni kupitia kwa mwanao Yesu Kristo wa kipekee akaweza na kuzaliwa na Bikira Mariamu kupitia ahadi yake. Huyu Yesu akafika mahali akaweza na kuamba msalabani ni kwa sababu yetu. Neema tu ikifanya kazi. Yesu kwa Mungu kwa sababu ya upendo wake akatubariki na huyu Yesu ambaye hiyo jana tuliweza na kuona kwamba ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Ndo sababu neno limesema kwamba aliweza na kuzaliwa kwa sababu yetu. Yesu ndiye anayebeba mamlaka yote. Maana neno limeweza na kusema kwamba uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Uweza wa kifalme ni kusema kwamba Yesu amebeba mamlaka yote. Yesu ni mfalme. Emmanuel ni mfalme. Aliyezaliwa ni kwa sababu yetu kama zawadi. Yani yeye ndiye mtawala wa kweli wa mioyo yetu na dunia. Ametawala mioyo yetu, ametawala na hata dunia. Majina ya Yesu Kristo kulingana na yale maandiko ambayo tumeweza na kupata ni kwamba Yesu ataweza na kuitwa mshauri wa ajabu, ataweza na kuitwa Mungu mwenye nguvu, ataweza na kuitwa Baba wa milele, mfalme wa amani. Hilo la mwisho, mfalme wa amani. Amani kaweze kufanya kazi ndani yako. Yesu alizaliwa ili akaweze na kupata amani. Usikose amani. Maana ukipata amani, mambo yote yatakuwa shwari. Utaweza na kuona kwamba Mwenyezi Mungu ameweza na kuendelea na kukutendea ama kukubariki na kuinua. Uko na mwenye amani. Tembea ukiamini hayo. Mwenye amani alizaliwa ni kwa sababu yako. Tembea ukiwa umepokea amani. Amani ya Mwenyezi Mungu ikakutoshe. Amani ya Mwenyezi Mungu ikakufunike. Amani ya Mwenyezi Mungu ikakutangulie. Amani ya Mwenyezi Mungu ikakunenee mema. Amani ya Mwenyezi Mungu ikakufunike mahali popote pale, si mahali pa kazi, si katika familia yako, si mahali yani popote pale. Amani ya Mwenyezi Mungu ikakufunike.